Yo, mambo vipi? Kama kawaida ya kawa Atman, it's another day we meet here. Bwana, mitandao ya kijamii ni moja ya platform nzuri sana ambayo inalipa, tena inalipa kinoma noma, inalipa vizuri. Tumeshuhudia katika baadhi ya mitandao ya kijamii ambayo wengi wameizoea kama YouTube, kuna nini, mitandao mingi inalipa. Kwenye platform nyingi sasa hivi zimekuwa zikilipa pesa nzuri. Sasa habari nzuri na habari njema, ukiachana na TikTok, ukiachana na Instagram, pia Facebook ni moja ya mtandao ambao unalipa. Tena mtandao unalipa vizuri kuliko unavyotarajia au unavyotegemea. Ndio maana sasa hivi unakuta dimbu la watu wengi, superstar wengi walikuwa watumii sana mitandao ya kijamii kama Facebook, lakini wamekuja huku kwa kasi kwa sababu moja ya mtandao ambao ni simple kupata views, kupata likes, kupata comments ni Facebook. Ni mtandao rahisi sana na wengi wame experience, na sasa hivi pages nyingi na account nyingi zimeshaanza kulipwa, zimeingia katika ule mfumo wanaoita monetization. Kiingereza kazi. Ni hivyo. Sasa why nasema hivyo? Nasema hivyo ili iwe chachu ya kukupa nguvu wewe ambaye unaingia mtandaoni muda mrefu. Maana kuna watu wanaingia muda mrefu as mashabiki tu. Kazi yao ni kulike, kucomment na kushare. Sio kila mtu awe anafanya content. Sio kila mtu awe anatengeneza maudhui ya aina yote. Sio kila mtu awe msanii, sio kila mtu awe anaimba, sio kila mtu awe mwigizaji. Lakini wengine acha tubaki mashabiki, lakini wewe kama content creator au ni mtu anayefanya vitu mbalimbali au unafani, fanya hiyo fani yako kama sehemu ya kukuingizia kipato kwa njia ya mtandao wa kijamii. Tumeona kama kuna baadhi ya watu, sisi nikiwataja itakuwa fair, I think it's not fair, tuachane nao. Lakini kuna watu wanafanya biashara zao, tunaona kuna vinyozi, tunaona kuna wa maproducer, tunaona madirectors pia, mafotografer, tunawaona pia waigizaji, kuna wale hata washikabumu sasa hivi nao wanajiposti. It's okay, it's good thing, kwa sababu mtandao wa kijamii ndio sehemu ya kukutangaza wewe worldwide, sehemu kubwa. Kwa sababu kwenye mtandao wa kijamii unapoposti video yako itatazamwa na watu tofauti. Mfano katika mtandao ambao ni rahisi sana kupata views na likes ni TikTok. Hakikisha unafanya content unique ambayo itawafurahisha watu, content nzuri ambayo ina mashiko. Instagram pia ni mtandao simple, ni mzuri ambao unaweza kupata views kiurahisi ukiuzoea, algorithm yake ukielewa. Kuna kitu kinaitwa Nike, sijui mnakijua, nadhani wengi hatukijui, tutaelekezana siku nyingine. Lakini TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, ndio gani sijautaja. Lakini mitandao yote inalipa na platform nyingi zinalipa. Hizo Audiomack, Boomplay, Deezer nini zinalipa, Spotify zinalipa vizuri kwa hata wasanii. Kwa hiyo sasa hivi ni fursa ni nyingi. Maana hata rafiki zangu wanawaambia, wewe ni msanii, unakuja na lalamika, da blaza, mimi nafanya kazi zangu lakini sioni mafanikio. Uone mafanikio nini? Fursa zipo. Kuna watu kama Wiz Mpia, Instagram kuna trend sana mpaka mitandao mingine. Kuna Bike Master wengi, kuna watu wa movies ni wengi. Kuna wasanii ambao mimi nimeanza kufahamiana nao kutokana na hichi ninachokifanya, kufanya content. Nimenikutanisha na wasanii wengi, ma content creator wengi nimekutana nao. Tunapeana ushauri mbalimbali, nashukuru sana na nafurahi sana. Kuna watu mpaka wa nje ya nchi nishaanza kufahamiana nao. Lakini mimi ni mmoja wa watu ambao mtu ambaye napenda sana kutoa tips kwa vijana wenzangu. Nikikutana na mshikaji, hata kama namuona anaanza kwanza na followers 10-15, naambia sikia, don't panic, usijione upo chini, usijione vipi, fanya hiki na hiki ili account yako igrow, fanya hiki. Sometimes naambia bwana, sikia, wewe si ndio account yako iko chini, fanya collaborate au ni check ndio collaborate, nipe clip zako ni kupost na kutag na kumention pale. Hivyo anaenda taratibu account yake igrow, mwache enda ishi maisha yako. Maisha ndio hivi, tunapeana tafa. Sasa ukiwa kama kijana ushapata fursa ya kuonekana, kuna watu ambao wanakufuatilia, una kijiji chako cha followers, at least followers 500, 1000,
whatever. So lazima uwe na followers 10,000 ndio ujione mimi ndo naanza sasa nafaa kujiita content creator. No, unaweza kuanza na followers wako huyo mmoja. Afu ni kitu kizuri ambacho naweza kukushauri kwa wewe ambaye unafanya content au ambaye unataka kukuza account yako uwe na mashabiki. Usinunue account kwa mtu. Usiforce kupost content za mtu ili uwe na fan base. Yaani utengeneze fan base kwa kupost clip za watu. Mfano unampost lese kama Leonardo, mtu ambaye kimposti watu wanampenda sana, watafuatilia account yako, watafollow. Mtu kama naweza kusema Ali Kamwe, MediPhD, Ahmed Ali, watu wakubwa unapost zao, yani unatafuta fame. Aidha unaipa account yako jina la huyo mtu au una post clip zake ili upate followers. Ikifika hatua fulani unaachana nao au watu wa post, unabadilisha jina au unafanya nini, unaanza kupost video zako. Hicho kitu ni kibaya sana. Kitu ambacho kitashusha account yako, performance ya account yako, utapoteza watu wa maana kabisa. Sasa ili wewe ukue katika hiyo account yako, it's better wewe unapost content zako mwenyewe. Sawa, unapost video unapata views 10, 12, it's okay. Itafika time watu watakuelewa unachokifanya, utapata followers zaidi na zaidi. Kuliko unapost video ya mtu unapata views 5,000, afu unakuja na post clip yako unapata views 14 au 100. Ni kitu ambacho kitakushusha. Lakini ikishafika hatua ukipost mwisho wa siku unakuwa na followers wengi, likes nyingi, unapost video unapata views 5,000. Ukipost nyingine utapata views 6,000 au 4,000. Yani hakutakuwa na nisemeje? Kutakuwa na mpishano mwingi. Najua hivi hapa mpaka hapa ni shida. Kwa hiyo hakikisha unapoandaa account yako unaposti vitu vyako, afu amua unataka udili na nini. Amua yani mfano mimi nataka nidili na masuala ya kuwapostia watu tips za kupika tu. Fanya hivyo. Ukatazi kuchanganya maudhui. Mfano umeona kitu kizuri, mfano kama mimi ni mtu ambaye napenda sana movies. Sometimes na watajia watu movies nzuri za kuangalia, na watajia story ilivyo, story ya movie kama movie kali nimeikubali na drop kidogo na hapa madini, masuala ya kamera pia na masuala ya mtandao kama hivi ninavyozungumzia. Napenda pia tunapeana ladha tofauti, lakini kikubwa mimi napenda watu wote tufanikiwe. Sipendi wote tuwe chini, napenda watu wote ambao tunafanya content katika mitandao ya kijamii tufanikiwe. Bwana, maneno ni mengi, mambo yasiyo mengi. That is not for today. My name is Artsman. Let's meet in another video.